mpo? Tupo. Vijana mpo? Tupo. Basi asanteni sana, nataka niwafundishe leo jambo moja dogo sana. Nadhani hapo wengi wao bado hamjaoa, si ndio? Ukitaka kuoa usioe mwanamke mwenye huzuni. Na ukitaka kuolewa usiolewe na mwanamume mwenye hasira. Unajua madhara ya hasira wewe? Hapana. Unajua madhara? Hapana. Unaona kuna watu wanakatwa mikono, kuna watu wanakatwa masikio, wengine wanakufa kwa sababu gani? Kwa sababu ya hasira nyingi. Ukiwa na hasira nyingi unapunguza nguvu za kufanya tendo la ndoa na mke wako, si ndio kwa sababu hasira zinajia kifuani kwa nani? Kwa mpumbavu. Kwa hiyo unapotaka kuoa lazima uangalie mwanamke au mwanaume ambaye hana hasira nyingi. Jambo la kwanza, mtu mwenye hasira anaweza akafanya uharibifu. Hasira inapompanda anaweza akakamata smartphone akaivunja. Atalipa kweli huyo? Atalipa kweli huyo? Si analeta hasara huyo? Lakini vile vile pia wakati wa majibizano mtu mwenye hasira anaweza akaua. Yaani ukimjibu tu lazima akubangue. Kwa hiyo mtu ni hatari sana. Lakini jambo la 4, mtu mwenye hasira nyingi hafai. Kwa sababu anaweza hata akafanyeje? Akaleta uhasama baina yako na watu wako wa karibu. Watu wataogopa kukufuata. Unajua nikimfuata baba fulani mke wake ni mtu mwenye hasira, atanifanyia, atanivamia. Kwa hiyo anakupunguzia kuwa connection na watu. Mtu mwenye hasira hafai. Lakini jambo lingine, mtu mwenye hasira yeye unakuwa mtumwa katika maisha. Kwa sababu muda wote anataka yeye ndio aombwe msamaha. Yeye anakuwa hawezi kufanyaje? Kwa hiyo tusioe mtu mwenye hasira. Ndio usiolewe na mtu mwenye hasira. Asanteni sana watoto zangu nyie. Mimi mama yenu sina nguvu tena ya kuua simba. Simba ni mkali, aliua baba, aliua mama. Watoto wangu wote njooni. Ijue ndoa yako. Ijue ndoa yako.